Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yangu na kukaribisha katika sehemu ya 11 ikiwa tunaendelea kukumbushana yale ambayo yanahusiana na mirathi katika Uislamu. Leo bimashiatillahi tutaanza kuangalia katika yale mafungu ambayo tuliyataja. Tuanze na fungu la kwanza na wale ambao wanastahili kupata fungu hilo. Na fungu hilo ni fungu la nusu. Fungu la nusu ni fungu la watu watano. Fungu la nusu ni fungu la watu watano. Katika watu watano hawa, wahidun min al-dhukuri, mmoja ni katika wanaume, wa arba'un min al-inathi, na wanne ni katika wanawake. Kwa hiyo wanawake wanne na mwanaume mmoja, watu watano hawa. Katika hawa watu watano, ukianza na mtu wa kwanza kabisa ambaye ni mwanaume, azauj, mume anastahili kupata fungu la nusu, kama tutakavyorudi tena kuanza kutaja masharti yake kwa nini anapata fungu la nusu. Kwa hiyo mtu wa kwanza ni mume ambaye anastahili kupata fungu la nusu, na mtu wa pili ni bintu, ni binti wa marehemu. Amekufa mtu akaacha binti yake, huyu binti anastahili kupata fungu la nusu. Watatu ni bintul ibni. Bintul ibni kwa maana binti wa mtoto wa kiume. Amekufa mtu akaacha binti wa mtoto wake wa kiume, ambaye kwa lugha nyingine tutamuita mjukuu. Huyu anastahili kupata fungu la nusu. Watatu ni al-ukhtu shaqiqa. Al-ukhtu ash-shaqiqa, dada baba mmoja mama mmoja. Dada baba mmoja mama mmoja anastahili kupata fungu la nusu. Huyu ni watatu. Wanne, al-ukhtu liabi. Al-ukhtu liabi kwa maana dada ambaye wamechangia baba mmoja, dada waliochangia baba mmoja, huyu anastahili kupata fungu la nusu. Kwa tumesema wa kwanza kabisa ni albint azauju, ambayo ni katika wanaume. Wa kwanza kabisa ni azauju, mume anastahili kupata fungu la nusu. Wa pili ni albintu, binti wa marehemu, anastahili kupata fungu la nusu. Na watatu ni bintu libni, kwa maana binti wa mtoto wa kiume, ambaye huyu tunasema ni mjukuu. Mjukuu anastahili kupata fungu la nusu. Wanne, al-ukhtu shaqiqa. Al-ukhtu shaqiqa, dada baba mmoja mama mmoja. Dada baba mmoja mama mmoja anastahili kupata fungu la nusu. Na watano, al-ukhtu liabi. Al-ukhtu liabi kwa maana dada ambaye amechangia baba mmoja na marehemu. Amekufa mtu akamwacha dada yake, lakini huyu dada wamechangia baba mmoja mama tofauti. Huyu dada ana haki ya kumrithi kaka yake katika fungu la nusu. Kwa tumesema wa kwanza kabisa ambaye anastahili kupata fungu la nusu ni azauju. Mume anapata fungu la nusu kwa sharti gani? Anapata nusu azauju idha lam takun li zawjatihi waladun minhu au min ghairihi, ikiwa mke wake aliyekufa hana mtoto. Amekufa mke hakuacha mtoto. Mtoto huyu bila kujali kwamba amezaa na huyu mume au mtoto huyu alizaa na mume mwingine, yani kabla ya kuolewa na huyu alikwisha zaa, basi hii bado itamfanya madamu hayupo au madamu akiwa hayupo atapata fungu la nusu. Narudia tena, mume anapata fungu la nusu idha lam takun li zawjatihi waladun minhu au min ghairihi, ikiwa mke wake ambaye ndiye aliyekufa hana mtoto wa kuzaa na mume huyu au hana mtoto aliyezaa na mume mwingine. Kwa masharti haya yatamfanya huyu mume aweze kuchukua fungu la nusu. Ama wa pili, tutaje wawili kwa siku hii ya leo. Wa pili ni albintu. Albintu kwa maana binti wa marehemu.
Amekufa mtu akaacha binti, huyu binti atapata fungu la nusu kwa sharti limfiradiha, akiwa peke yake, kwa maana alwahida, akiwa binti mmoja, lakini pia asiwepo kaka yake. Binti ili apate nusu atapata nusu limfiradiha, awe peke yake. Binti kama binti yuko huyu, kwa maana binti mmoja tu, asiwepo kaka yake. Hapa itampelekea aweze kupata fungu la nusu. Kwa hiyo hawa ndo ambao wanastahili kupata nusu, lakini tumewataja hawa wawili, tumemtaja mume pamoja na binti kwa masharti yao. Tumebakisha hawa watatu. Tumesema mume anachukua fungu la nusu ikiwa mke wake amekufa hali ya kuwa hana mtoto wa kuzaa naye huyu mume, au mtoto wa kuzaa na mume mwingine, huyu mume atachukua nusu. Lakini wa pili tumesema albint, binti anachukua nusu akiwa peke yake. Binti kama binti yuko peke yake, lakini wakati huo huo asiwepo kaka yake huyu binti, hapa atachukua nusu. Insha Allah tukutane tena katika sehemu ya 12 ili tuweze kujua wengine wanaorithi nusu katika masharti yao. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.